So this is part 2 ya the reason mbona siendangi ushago tena. So ilikuwa nimefika part 1 pale mahali pa nikakuwa curious. Tukakuwa curious. Mimi ndio nilianzisha hii story yote. Mark you, when you go to that woman's hapo kwa hiyo compound yake, the place where kuna hiyo kaburi ina sink. The place sinks. Mti tu iko hapa kando hivi, it's like kwa kichwa ya mkufi, and then the rest of the part huwa ina sink. So hiyo mti iko tu hapo kando. Hope nina get. So nikaambua ati ukienda hapo ukikanyaga kuna venye sio kusink, kuna venye ni wet, it's too wet for when you step, nika umekanyaga matope. Tukaenda tukafanya nini? Tukajaribu, tulikuwa watu 4. Kwa mimi cousins zangu 2 na sister yangu. So mimi ndo team leader. Na usiwaifuata kitu mtu anakuambia. Kuna watu wenye watakwambia twende tukaibe, lakini mkifika huko atakaa mbali. Atakaa mbali ajifanye pia anajaribu kuiba, anakupea tips, fanya hivi, lakini yeye haibi. Tuendelee. Imagine tukifika hapo, huyo mama si anapendanga kukaa hapo nje, Tukafika tukamsalimia, tukamwambia ni aje, tumekuja kutembelea, sisi ni watoto and so. So tulikuwa tumeenda ushago kwa kina mama. Sisi ni so, bla bla bla, akasema niliwaona mkiwa wadogo sana, sijui mlikuwa miaka 3, mmekaa kama miaka 3 ndio mmerudi, mlikuwa mnakuja kutembea, hata baba nani alikufa, ndio kaburi yake, nani pia. Mama alikuwa tuna watoto 2, so msichana first born alikuwa amekufa, ndio ule, no, second born alikuwa amekufa, ndio ule, Aya, tukamwambia ati na mbona kujanyesha na hapa kuna kaa maji imejaa. Akaniambia hii mti natakanga tu ikue, yani to keep his memories, yani kumkumbuka, natakanga hapo pakae pasafi, unaona venye iko. Alafu pia hapa kwa huyo msana alikuwa anaitwa Spencer. Hata kwa Spencer unaona tumeweka hivi. Kamwambia pole sana kwa yenye imekupata. Tuko tu watoto, pole kwa yenye imekupata. So tuna mark time. Alafu alikuwa mama mzuri, ni tajiri by the way, si ati ni ile kuna venye yako kwa hiyo huko ushago, kuna venye yeye kwake kuko juu kuliko kwa wengine. Nyumba yake hata ilikuwa ya ile ya matofali, nyumba yake ilikuwa ya mawe vizuri, but only that haja plaster huko mbele. But nyumba yake iko sawa. Yeye kuna venye ni kasonko. Alafu alikuwa mwalimu, bwana yake pia ni mwalimu, alikuwa mwalimu. Before akufe bwana alikuwa mwalimu pia. Mama sahi as we speak the woman is also late, but yo walikuwa walimu wakaretire. Imagine huyo mama akatuambia wacha niende niwapikie. Akatuliza mmeshawahi onja chakula imepikwa na nini na kuni? Nikamwambia tukamwambia huko Nairobi hakuna venye unapika na kuni juu ni kwa maploti za mtu huwezi weka kuni. So kitu yenye tunapikanga nao ni naitwa aje? Ni jiko. Unaweza pika na jiko, stove ama gas. Jio ndio imekubaliwa kwa plot. Huwezi weka meko nje na uanze kufanya nini kupika. Tuambia leo tunaenda kupika pamoja na tunaenda kupika na nini na kuni. Tukamwambia sawa basi. Haya, akaingia ndani, akaenda akatukatia, akachukua panga, akaenda akakata mandizi huko nyuma. So tunamfuata tu, but kujua nia yetu ni tumekuja tukule matunda. Hiyo mapera. Jizo zingine zilikuwa hata zimekomaa, zikai zilikuwa tu dogo ndo kama tumeanza kutoa tumaua kwa mti. But hii mapera ni nono mpaka zimeivia huko kwa mti, ndege ndo wanauma zinaanguka. Haya, I think my sister akamuuliza, na mbona hizi matunda zimeanguka hapa chini, mbona amkuli? Akasema hizo usijaribu kushika, hizo zikulangwi, ziko kwa kaburi, na ukikula hizo utaumwa na tumbo, utahara ama utakosa kwenda choo. Tukasema tukajiambia kwa roho, mimi kwanza nilijiambia hizi ni mabeliefs tu za watu zenye wamejiwekea. Let me tell you Maina. Sasa tukapanga, wengine wanamzubaisha huko akitoa hizo mandizi, wengine wanachonga, mwingine anakuja na supervise, anapanda na chuna. Juu vijana walikuwa 2 hao ndo wanafanya nini? Makazi zangu 2 ndo wanaweza panda kwa mti. Alafu pia sio mti hata lazima ungepanda. Kuna venye tu nini zilikuwa zimeanguka hivi. So unaweza
unaweza chuna ukiwa chini, lakini zile zimeiva vizuri zilikuwa huko juu, mpaka tulikuwa tumebeba karatasi ya karatasi ya kubeba. Haya, tukaenda jikoni kwa simu. Unajua jikoni inakuanga saidi ya nyuma, and then kaburi kwa mbele, walio wanazikananga mbele. So akatuletea kisu, tunamsaidia kuchonga. Akaniambia pakeni jivu kwanza kwa mkono, tunachonga. Hao wengine wameenda kufanya nini? Kuchuna. Walichuna mingi, na wanachuna si ni barabara hivi, ni nyumba yake barabara, alafu boma yetu, wanachuna kupeleka. Mama yangu angejua tumechuna hizo mapera zingerudishwa, but hakujua ni hizo. Ilikuwa pia season ya mapera, so boma mingi ziko na mapera. So sisi wakachuna wakapeleka. Sisi wakakuja wakatujoin. Tukaendelea tukauliza mmechuna. Nilianza kuwa mkora kitambo, si saa hii. Kauliza mmechuna. Na unajua mimi ndio mastermind. Mmechuna, sema yetu tumechuna, tumepeleka huko. Tumeenda kuweka kwa room ya nini? Ya wageni. Wameweka kwa room ya wageni kwa nyumba ya Saya ya shosho yangu huko. Tuendelee. Jioni tukamalizana tu na mama, tukapika, tukakula, tukarudi. So ilikuwa around saa 9 jioni, senye watu wanalala, sisi tunakula nini? Mapera. Tunakula mapera. Na another thing, venye mapera ililetwa, sijui nani alichukua mapera akafanya nini, akakula zingine. Hizo mapera zilikuwa kubwa haki, zilikuwa zinakaa maembe. Tulikula mapera. Wacha asubuhi yake tuamke tumbo inatuuma. Tumbo ilikuwa inatuuma, mwingine tumbo imeanza kufura. Nakwambia usiwahi ona hizi vitu wanasemanga ushago ukaassume. Nakwambia kilituramba. Nakumbuka sister yangu alikuwa anahara from asubuhi to jioni. Asubuhi to jioni the following day. Mimi naye tumbo imeshikana kama mawe. Huyo mwingine anatapika na hara. Sijui hiyo mti ilikuwa na nini. Sijui mti ya mapera ilikuwa na nini. Hiyo ndo unasikianga, you learn from the main experience, you as the character. Tuendelee. Shosho yangu akatuita, akatuambia, akatuuliza, alikuwa bado hai, akatuuliza, nyinyi mbona mumekula hiyo mlikula mapera? Hiyo mapera mlitoa wapi? Nakwambia tukamwambia tulitoa kwa, alipiga nduru tu. Woi! Mwenyanga Hunjira, mnataka kuniua? Mbona mmekula hiyo matunda? Mbona tuliwaambia kitu ya kwanza venye mlifika hapa watoto wa Nairobi msikii? Woi, mbona mmekula? Nakwambia tulipelekwa hospitali. Tulikuwa mimi kwanza yangu ilishikana ile, siwezi enda choo. Asubuhi nasikia kwenda choo, tumbo iendi. Tumbo isongi, ukishika hivi ni kama mawe. Nakwambia sijui mama alikuwa amekanga nini kwa hiyo mapera. Na kwanza akatuuliza, mashosho wangu akatuuliza, mlienda mlikula kwa hiyo mama? Tukasema tukaambia huyo mama mkulangi kwake, msiende kwake kukula, msirudie kukula. Huyo mama sio mzuri. Nakwambia hii mdomo hii karibu inimalize. Appetite yangu karibu inimalize. Na tangu hiyo siku nikajiambia huko ushago sitawahi kanyaga. Juu mimi sisikii, nikiambiwa usifanye hivi, mimi nitafanya. Nitakuwa curious. Until now nakuanga curious. Nikiambiwa usifanye hivi, nitafanya. Ndio nijue ni experience mbona nakataza kufanya hii kitu. So that's my experience. Andika experience yako hapo chini.